Zika, lakini sio local music. Sisi tunafanya muziki mkubwa. Kwa sababu hata Tanzania wanamkubali. Tunauita local music kwa sababu ni muziki ambao ni mkubwa kwa upande wetu. Utajikuta msanii mwenyewe kwenye karaoke kule. Anachukua muziki wa msanii wa nje ya nchi anaopiga kwenye karaoke, anaimba kwenye karaoke. Anachukua muda wa kuiga muziki wa mtu kuliko kuiga wa msanii wa hapa huyo mtu nje ya nchi. Kwa nini hajaiga muziki? Hakuna nyimbo za kizamani za Warundi ziko hapa zinaweza kuimba kwenye karaoke na zikakuwa sawa. Unajua msanii gani ambaye mimi nampenda hapa ambaye anafanya muziki, hata sijawahi kumsikia anaimba muziki wa nje kwenye karaoke. Sasa tatizo sasa unasikia kama ni tatizo. And then sasa unataka muziki wako ufike wapi? Cover, kwa nini usipigi cover? Kuna cover nyimbo ziko nyingi tena nzuri. Kwa nini usipigi cover ya ni 1 million ya Ferrezi ni million face. Kwa nini usipigi million face? Ndio kile nilikuwa nakwambia, hatupendi vya kwetu. Unaona? Alafu sisi tunaangalia na ule ushabiki. Sio kama wa Tanzania. Unajua saizi ambao wako training wa music training ni Diamond pamoja na Harmonize. Lakini kuna wengine kina Mario, kuna Angela wa Konde Boy, kuna Zuchu. Mpaka saizi wana trend. Lakini imagine hapa wasanii wakiwa ni wawili tu, basi training yote inakuwa ni wasanii wawili. Fariazi Satibi. Wengine hawasikiki. Urashaka makuru mashasha meza kandegezweho. Fyonda subscribe kuri Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iri okubganyu. Barenga imifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hello wapenzi watazamaji mnaofuatilia vipindi kupitia Show TV. Tunaimani kwamba mpo fresh, mpo salama kabisa. Na nikukumbusha kwanza wewe ambaye unaweza kufanya subscribe uifanye, alafu pia uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu, na usisahau kufanya share kwa wenzio ili uweze kupata kitu kikali, na comment pia inatakiwa na like. Alafu kwa upande mwingine mimi ni Rossi presenter kwenye mic ni Show TV, na upande mwingine pia na mwenzangu kama mtangazaji ambaye ni MB Boy promoter. Alafu ana aka mengi mshaje kuyarudia ndani. Inabidi yeye ndo arudilie afu nimpe nafasi alafu kwa salimu. Ni aje kaka? Fresh my bro. Inakuwaje? Safi tu. Yale aka yako ni mengi. My name is MB Boy aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. That is my name. Yani kama unanipenda na kupenda, ukinichukia na kuchukia. Mimi sina show bwana, unajua. Yeah, Show TV. Niko na kubwa wangu Rossi presenter. Nafurahi. Afu ilikuwa ni ngumu sana mimi nirudie ndani aka yote, lakini ni balaa. Vile uko hapa lazima urudie. Unajua ya kijanja hiyo bro. Kijanja ubandi ukarabati hivi. Uguruguru yani tunachokonoa unajua tena. Alafu kaka vipi sasa kwa sasa? Mimi niko poa fresh, niko fresh ground, niko fresh. God bless you so long, na fresh sana umeniita hapa. Basi ilikuwa ni vizuri sana kuweza kuongelea mambo ya yani masuala ya muziki wa Burundi. Mara nyingi waga mimi naitaga the Buja music, hapana Buja flavor. Unajua kwa sababu gani sipendi kusema Buja flavor? Kwa sababu tusema kama Buja flavor kama vile tunakuwa tuna copy, unaona kuna ni bongo flavor tu. Kwa sababu wale wanaitwa bongo flavor. Ya ule ni bongo flavor. Hata Mugani Desire hapo juzi kama sijasahau hapo apita kama mwezi mmoja angaliki Tanzania kwenye SNS alikwambia kwamba sisi sio Buja flavor kwa sababu hii ni bongo flavor huku kwenu, lakini sisi mimi nikapanga mimi mwenyewe kama MB Boy nikasema ni Buja music kwa sababu ni muziki tunafanya. Sasa yeye wakati alisema kwamba si kwetu sio Buja flavor, aliita jina gani? Yeye mwenyewe alisema kwamba ni tunafanya muziki wa Burundi wa Kiburundi. Nikafanya tunasema kwamba ni Buja music kwa sababu ni capital. Alafu mtu anatakiwa kufanya research agundue nani alileta jina la Buja flavor. Mimi nahisi kwamba Buja flavor baadhi ya mtu ambaye naweza nikajua kwa sasa hivi ambaye alileta Buja flavor kama sijasahau ni Black G kwa sababu ndio mswali ambaye mtu wa kwanza ndio kwa sababu kinaloliwa naita kwanza tu Ndundi, unaona. Walikuwa Ndundi music tu sasa. Lakini sasa Black G mwenyewe siku moja katika wimbo wake ambao unaitwa kama sijasahau kama ni Oya kama Sibeza sijasahau ndio alipenda kuita Buja flavor. Ndio mwanamuziki wa kwanza ambaye alipenda kusema Buja flavor. Si kwamba eti ni Fariazi, no. I think afu nakumbuka cho kitu remember Big Fizzo tukianzia pia kwa tukianza kwa jina la Big Fizzo yani Mugani Desire kama jina alilopewa na wazazi. Hapa mwezi jana alikuwa na takriban miezi miwili alikuwa Tanzania, Dar es Salaam. Ila alikuwa hakwenda kwa masuala ya muziki, alienda kwa masuala ya filamu ambayo ilikuwa inaitwa Life to Regret. Lakini akawa na kwenye BGAB kama sijasahau akamepata fursa kubwa hii, akamepata fursa ya kutumika na nyimbo zake kule zikiwemo ndani collab ya yeye na Juxi na akafanya kipindi tumezo tukasema kwamba ni media tour unaona.
ni kitu ambacho ni labda ni hatua nyingine alifikia, lakini mpaka sasa zile nyimbo hakuna mtu anajua eti kuna title fulani vile. Labda mimi ningelisema kitu kimoja kwa sababu Big Fizzo ni msanii ambaye tunaamini sisi wote hapa Burundi ambaye anatuwakilisha vizuri. So tu Burundi hata East African. Ni msanii mzuri kwa sababu ukichukua wasanii watano East African na yeye anakuwa unaona. Licha na kina Mediki na nani, sawa. So mimi ningesema kwamba Big Fizzo kwa kwenda kule Tanzania, project kubwa ambayo alimpeleka ni kufanya mambo ya uigizaji ni kama filamu. Ile Left to Regret ambayo alishirikisha na msanii mkubwa wa Pacho Mwamba, akiwa na kina msanii mkongwe sana wa Kongo Awilo Longomba, unaona. Na Harmonize alikuwa Harmonize lakini alikuja kuingia nyuma. Harmonize mimi sijayo kwa sababu ile trailer nishaona ile filamu. Sijamwona Harmonize hata scene moja sasa. Hata Farid kuna cover ilionekana eti Harmonize yuko ndani. Lakini ile ilikuwa tu ni wasemaga chemsha bongo kule bongo, lakini Harmonize kwa sababu Harmonize yeye ana project ya kwake Nigeria, unaona. Iko na project ya kwake Nigeria licha na albamu yako nini kutoa, lakini katika Life Regret ya kwemo. Umeona. So tunakuja kwa msanii wetu ambaye ni Big Fizzo. Farid ni mtu ambaye mimi nampenda. Unaona, si kama eti ni shabiki yake, lakini nampenda kwa sababu ni bro ambaye anafanya kazi nzuri na akifanya kitu kinaonekana ni kitu kikubwa sana, uno. Kwa Life Regret ulisema kwamba eti hajaitolea jina zile nyimbo zake. Hapa anakuja kutana, kuna wimbo wake ambao unaitwa alifanya na Rayvanny kama sijasahau chui ambayo Tanzania wanaita kama nakuelewa. So ile watu wanakuambia kwamba eti hawako wapo sure kwa sababu ilisikilizika sauti yake Morgan Desire na kuna chorus ambayo inasikika kwa Rayvanny. Ile ni sure kwa sababu, lakini kitu kimoja Warundi, kitu kimoja tunasahau sisi, kitu ambacho kituma muziki unashuka chini sana huko down kwa sababu hatupendi vya kwetu, you know. Halafu sisi wenyewe tena tunakuja tena kuponda. Unaona ushabiki wa Tanzania Harmonize na Diamond. Si kama eti wamponde Harmonize, no. Wanampatia Harmonize nguvu. Waone kama atamfikiria nani, atamfikiria Diamond, lakini sisi huko tunaponda. Unaona. Unakutana mashabiki kama vile wa SatB. Sijui Fata sasa anakwenda kule kote atafanya muziki, lakini ingelikuwa ni SatB, angelifanya poa. Maneno yakawa mengi tena eti hajapokelewa na mtu yeyote. Hicho kitu tutakuja kuongelea kwa sababu eti media tu aliyoifanya aliombewa na Juksi. No. Fariaz ni mtu mzima, afu ni mtu mkubwa, afu ni msanii ambaye anajiamini. Na Tanzania sio kama wanamfahamu Fariaz. Unaona, wanamfahamu 100%. Ilikuwa ni mara ya pili anaingia. Nilishawahi kuchonga na watu wengi sana pale. Wanamfahamu. Lakini kuna baadhi ya watu wanasema sijui hawakumpokea vizuri. Unajua kuna tofauti kidogo, unaona. Fariaz pokelewa vile, sio kwamba Fariaz sio international sana. Hicho kitu watu wakielewe. Umeona? Fariaz sio international sana eti dunia nzima. Kama alivyopokelewa Harmonize Awilo Longomba, Inosbi. Hicho kitu watu wakielewe. Imagine ule Inosbi kupokelewa vile sana kwa sababu moja, kwanza alishafanya nini collab na msanii wa Tanzania, kwa nini wasimpokei? Hata Big Fizzo alifanya collab na TID. No, you know what? Kuna collab pia ilikuwa ni ya TID. Unajua muziki saa hizi unakwenda na wakati, unaona. Saa hizi Diamond yupo up top, unaona. Alafu unaposema hivyo tukienda kama kwa Jux na Fariaz, hatujasikia muziki wa Fariaz na Jux bado, umeona. Ndio kwa maana umeona Jux alimpokea Fariaz fresh kwenye nyumba yake, kwenye mjengo wake akaingia, lakini tatizo ilikuwepo watu walitaka kujua kwa nini sasa Fariaz akupokelewa, yani kama kisipokelewa Inosbi au alivyopokelewa Awilo Longomba. Awilo ni msanii mkubwa, imagine hicho kitu. Alifanya vitu vikubwa sana ambavyo msanii wetu hajafanya Fariaz, unaona. Wale ni wasanii ambao kwa international sana, unaona. Alafu sisi bado muziki wetu tunatumika kama vile kinational, yani hapa tu. Ni hapa nyumbani. Loko, yani loko. Ismail alikuwa kwambia local music. Ni local music. Nyungura alikuwa anakuambia local music, lakini sio local music. Sisi tunafanya muziki mkubwa. Kwa sababu hata Tanzania wanamkubali Fariaz. Tunauita local music kwa sababu ni muziki ambao ni mkubwa kwa upande wetu. Lakini tunashindwa sisi sio upande wetu. Tutavukaje? Rwanda tunasikika, Uganda tunasikika, hata Tanzania wanatuamini. Ukisikika Rwanda ni kama nyumbani sisi, hata lugha ukitazama utofauti, lakini kuna kale ya kitu ambacho kinafanana kwanza kati ya hata Tanzania ni nyumbani. Tanzania wao hata Big Fizzo siku hiyo alikuwa anawauliza ni kwa nini sisi mnatubagua, ni kwa nini sisi nyimbo zetu mzipige ila kwetu sisi mnazipiga. Kidumo aliwahi kujaga hapa Burundi, akakujaga na mtu ambaye anatoka nje ya nchi huko. Huyo mtu alikuwa akitembea kwenye club hata 2-3 vile. Huyo mtu akawa amesikia nyimbo nyingi za nje ya nchi, hata kwao pia. Akasema sasa mimi bado niko nyumbani au vipi? Kunaga nyimbo yana nashangaa pekee yake, umeona kwa nini? Anasikia nyimbo zetu hazisikiki sana. Sasa watu wetu wenyewe kwanza hawapende muziki wetu, lakini sio kwanza hawapendi. Wenye kutoa wenyewe hawaupendeshi watu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Sisi ni watangazaji. Kesho kutwa natumika kwenye radio. Watu wanakuwa wafahamu kwamba wanaleta wafahamu kwanza kwamba uko kwenye Buja FM radio ambayo ina trend kwa music, waambie wafahamu cha kitu. Wanaleta kelele. Eti watangazaji ndio wanaharibu muziki wa Burundi. Utajikuta msanii mwenyewe kwenye karaoke kule.
anachukua muziki wa msanii wa nje ya nchi anaopiga kwenye karaoke, anaimba kwenye karaoke, anachukua muda wa kuiga muziki wa mtu kuliko kuiga wa msanii wa huyo mtu nje ya nchi. Kwa nini hajaiga muziki? Hakuna nyimbo za kizamani za Warundi ziko hapa zinaweza kuimba kwenye karaoke na zikakuwa sawa. Unajua msanii gani ambaye mimi nampenda hapa ambaye anafanya muziki, hata sijawahi kumsikia naimba muziki wa nje kwenye karaoke. Ni mmoja tu. Nani huyo? Nimekwambia Thompson the Voice only. Hajawahi kuimbaga nyimbo za watu nje ya nchi kwenye karaoke. Kama vile nyimbo 10 akiimba nyimbo ya nje ya nchi ni moja, lakini zinasalia zote huwa anaimbaga za Mugani Design sana za Mugani Design. Hapo ni sawa ukichukua percent kubwa kwa nyimbo za kwenu. Bas imagine za nje ya nchi ni kawaida kuuliza, lakini sio percent kubwa. Yeah, that is so kama asilimia 20 nje ya nchi hapo ni sawa. Asilimia 80 tatizo ni moja, sisi tunawapendekeza wao. Umeona, lakini wao hawatujali. Sio kama watupenda, hawatujali, sawa. Kwa mfano sisi kwao na wao kama wao Nigeria. Nigeria ilizi nyimbo zao kwa wao wanaliza sana nyimbo. Kipindi nilikifuata Fariaz alikofanya na ule jamaa kwenye SNS alisema kwamba sisi kama Nigeria, sisi tunapiga Nigeria sana pa Tanzania, lakini wao hatupigi. Sasa kuna ubovu wa nchi. Unajua ni kitu gani hicho? Ni nyinyi mashabiki, ni sio washabiki wa Burundi, sawa? Ya sisi kwa watangazaji tunafanya kitu kinaitwa tuko kama vile tunaonya na tunafanya kama vile mawasiliano mweze kuelewa kitu gani, kwa sababu gani muziki wa Burundi haupandi juu. Kwa sababu gani? Sisi wenyewe kwanza Warundi hatupendi muziki wetu. Umeona? Kama tunasema unakutana msanii anachukua time ya kukopi nyimbo ya Diamond aitie kwenye kichwa, kesho apige karaoke wa juzi nilikuwepo hapa Gira Plaza kama sijasahau. Nilikuwepo kama ilikuwa Jumapili. Nilikumbana na msanii ambaye ni God Name alikuwa pale. Kulikuwa na mwingine kama ni Niko TV, sijui Niko unamfahamu? Nani? Niko Bendrick. Yeah. Bendrick anafanya karaoke pale. Gira Plaza. Yeah. Sasa mimi jamani nilisikia aliimba nyimbo kama ni moja tu ya Kirundi kama sio mbili. Zinasalia zote zilikuwa za nje. Kuna mwingine anaitwa Abubeki, alikuwa anaimba nyimbo Abubeki Hero kwenye studio kwa sasa anapiga karaoke. Na anafanya cover sana. Anaimba nyimbo nyingi aslay. Sasa tatizo, sasa unasikia kama ni tatizo. And then sasa unataka muziki wako ufike wapi? Cover kwa nini usipigi cover? Kuna cover nyimbo ziko nyingi tena nzuri. Kwa nini usipigi cover ya ni 1 million ya Fariaz ni million face. Kwa nini usipigi million face? Cover sitakuwa fresh. Labda pale watajipekenya kwa sababu kuna sehemu walikuwa wakiimba kwa ile nyimbo ya Million Face. Mtu anasumbuka sana na kusikia kwa sababu lazima waone maandishi wa video lyrics. No. Unajua kitu gani? Sasa bona wao nyimbo ya Slay wachukue lyrics. Hata mimi hapa naweza nikatumia Kiingereza sana kwenye nyimbo yao. Hata kama sasa kwa sababu ni Kiswahili. Lakini kinyume na hiyo ya Million Face kuna nyimbo nyingi sana za Warundi ambazo ni nzuri. Zipo hata ya kwangu zipo. Zifanywe hata wewe pia uliwahi kuimba nini nyimbo ya mama ndo nilikuwa nyimbo nyingi sana. Kuna nyimbo inaitwa Hallelujah nilikuwa naishabikia. Kinyume na kijana ambaye anatambuliwa jina la kama ni Ndrino Baby ambaye anajifunza kuimba. Ndrino yule boss ya mideva. Alafu ule sio mwimbaji. Muziki wa Burundi unatakiwa kazi kubwa sana ili tufike mbali. Na kwa sasa Fizzo alijaribu kufika Tanzania, akapata ile fursa ya kufanya kitu kingine ambacho kilikuwa kinyume na kile ambacho kilimfikisha Tanzania. Alifika kwa filamu lakini akapata fursa ya kuingia kwenye muziki pia kwa sababu kusahau na ile tasnia ambayo alikuwa akiwemo kwa siku za nyuma huko. Alafu pande mwingine pia Satubia aliwahi kuifika Tanzania kwa kwenda kufanya collab na Aslay na baadaye hapo pia alifanya media tu kwenye Wasafi Media. Watu walikejeli sana, lakini mimi nikitazama kwa upande wangu hajashindwa kuuliza maswali kwa sababu aliulizwa kuhusu Instagram anaitumia vipi, na yeye aliwapa ukweli akamwambia kwamba nchini Burundi Instagram kwanza network sawa. Network kwetu Burundi ina bei chini, lakini watu hawakubali kuingia kwenye mitandao na kumfollow ndugu yao. You know what? Ndio kile nilikuwa nakwambia, atupendi vya kwetu. Unaona? Alafu sisi tunaangalia na ule ushabiki. Sio kama wa Tanzania. Unajua saizi ambao wako training wa music training ni Diamond pamoja na Harmonize. Lakini kuna wengine kina Mario, kuna Angela, wa Konde Boy, kuna Zuchu. Mpaka saizi wana trend. Lakini imagine hapa wasanii wakiwa ni wawili tu, basi training yote inakuwa ni wasanii wawili. Fariaz Satibi. Wengine hawasikiki. Kwa sababu gani? Yani mafanzi wako tu sehemu mbili. Unaona, wako sehemu tu mbili, Fariaz Satibi. Hapo akifanya show Satibi huku, Fariaz huku, anafanya na Lolilo huku, utakutana mafanzi wamekwenda wanafanya nini? Wanajigawa. Lolilo naye alikuwa ndani kwenye hiyo orodha, lakini unaona kwa sasa ameshakuwa kama vile msukuma pembeni. Lolilo anarudia polepole. You know what? Lizzo mimi nampenda. Unajua kitu gani nampenda? Lizzo amejikosoa. Sawa, amejikosoa na kuja kukutana. Sasa sisi tunafanya training ambazo hazitulipi. Unaona, tunafanya vitu ambavyo vya ujinga, sijui Fariaz alifanya hivi.
kule Diamond analipwa, views zinaingia, unaona? Kina mablog ma story wanalipwa, kina Mido Simba wanalipa, sawa, licha na sisi tunafanya, sisi ni watangazaji, tunafanya kitu lakini hatulipi, unaona? Yaani sio tunafanya kitu ambacho hakikuingizii. Tunajitolea kwa kusaidia muziki wa Burundi. Lakini wasanii wenyewe hamna, sisi tunalipwa na jamani, sisi tunalipwa na kampuni yetu. Unajua inaitwa Rehoboth Trust. Lakini sio wale wasanii ambao wanalipa sisi. Hawalipi hata media wasanii wa Burundi. Sisi hakuna msanii ambaye tushaka kufanya kipindi tu tunamwomba pesa. Tunamwambia kweli tuko mbele ya kamera, sawa. Msanii wetu sisi tunafanya naye kwa sababu tusaidie muziki tunaosongesha mbele. Lakini imagine Tanzania bana, shida. Sio kitu gani? Tuko hapa kwa sababu kufanya mchakato wa muziki. Tanzania inajulikana ni sheria, unaweza kuja kama wewe ni msanii. Ukakuja kulipa media. Unalipa ni kawaida. Na cheti cha kuonyesha kwamba umelipa media. Alafu baadaye wanakuja kufanyia promo. Alafu kitu kingine tena mimi nakuja wasanii kuna muda mwingine nasema wasanii wa Burundi wana haki. Tunakuja kwenye radio sasa. Radio za Burundi zinaribisha muziki. Ndio. Hata kama wewe nakuja mimi nakwambia kuna sasa hivi kuna nini, kuna buja, kuna nini zinaribu muziki. Nishakuwahi kusikia msanii mwenyewe anajisemesha kama kujisemesha, yani kama kujidoga kama mwenyewe anajisemesha eti nimekwenda kwenye radio nikumpatia Rosi nyimbo yangu, lakini kaniambia mpaka sijui nimpatie 20,000. Imagine sasa wewe unasaidia msanii afu unataka tena na pesa, sasa radio haikulipi. Jiulize sasa pale inakuwa tatizo. Nawaambia nyinyi kuna watu wenyewe tunaambia sisi wote. Mimi siwezi kumwongelea mtu ambaye aliomba pesa kwa sababu mimi sinakuwa sijaona nimeambiwa na mtu. Wanajizipi mara nyingi watu tunavisikia ni kufanya kipindi. Sasa mbona wewe kwa kipindi chako cha TV mbona MB boy mbona wewe niombi pesa? Mbona lakini nimepeleka mzungu redioni kwa sababu wausikie waniomba pesa. Fulani akaniomba pesa. Why nini sasa unakuwa ulipwi na radio kwanza na mpaka msanii anaanza kujiuliza sasa huyu mtu alipwi kule. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barenga imifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Niki Records. RTB with the key to success.